kesho kutwa ameiba. Umeelewa sawa? Ametubu hizi. Mtu amesema uongo. Anasema tena dhambi ya uongo tena, jamani, Mungu nisaidie mimi. Mungu nisaidie. Anatubu. Anasikia amani ndani yake. Mungu amefanyaje? Amenisamehe. Kesho kutwa anaingia kwenye dhambi nyingine ya uzushi. Anazusha jambo fulani. Anataka nikosea, jamani, Mungu nisaidie mimi. Mdomo wangu tu unajua Mungu, mdomo wangu hauna nini? Ulimi hauna nini? Hauna mfupa, anaongea tu basi, Mungu nisamehe. Akatubu, akaenda siku wiki inayofuata anaenda kusengenya. Hao ndio watoto wadogo. Wanayumbishwa, wanapambana na dhambi. Yohana 1, waraka wa kwanza wa Yohana 2:1. Waraka wa kwanza Yohana 2:1 anasema, watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Watoto wadogo hao. Jambo la pili, watoto wadogo hawana uhakika na msamaha. Hawana uhakika, wajua Mungu amewasamehe, ametubu leo. Mungu sijui kama unisikia. Sina uhakika. Mungu unisikia kweli? Nakuja tena na leo. Naomba unisamehe. Naomba nisamehe, dhambi ilikuwa kubwa kweli kweli. Hana uhakika kama afanyaje? Amesamehewa dhambi. Watoto wadogo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:12 anasema, na waandikia ninyi watoto wadogo kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Mmesamehewa dhambi zenu. Jambo la tatu, watoto wadogo wana sifa gani? Ni wepesi kudanganyika. Wanadanganyika mno. Soma waraka wa kwanza wa Yohana 3:7. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:7. Ni wepesi kudanganyika. Unampa biskuti, shika biskuti, twende huko ndo nyumbani, huko ndo kwa baba anakuita. Huyu anakufuata tu. Unasikia mtoto umetekwa. Alianzaje kutekwa? Hivyo. Kwa sababu ni mtoto mdogo, ni mwepesi kufanyaje? Na anapewa biskuti, nyumbani kwao hamna biskuti. Anapewa soda, nyumbani kwao hamna soda. Nyumbani kwao ni sura mbuzi tu. Watu wako serious ndio wote. Pesa anachukuliwa, anatekwa. Sio kama unanielewa sawa sawa. Soma hiyo. Watoto wadogo. Mtu asiwadanganye. Maana hao majamani marahisi sana kufanyaje? Kudanganywa. Halo. Mtu asikudanganye, sema amina. Amen. Mtu asikudanganye kwa lolote. Jambo la nne na la mwisho, nimalize hapo ili niingie na kutaka nikufundishe leo na ndani ya nusu saa kwa nimemaliza. Sifa ya mwisho, huwa wanapenda kwa neno, sio matendo. Watoto wadogo wanapenda kwa neno. Nitaizungumza baadaye kwenye somo linalofuata hapa. Kwenye kipengele linalofuata. Wanapenda kwa neno. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:18. 3:18, waraka wa kwanza wa Yohana 3:18. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:18 Biblia inasema, watoto wadogo, tusipende kwa neno, wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Yaani watoto wadogo kazi yao ni nini? Napenda huduma yako Bwana, unanibariki. Akitoka sasa. Pale kuna mtu pale hamna kitu bwana. Yaani nakuambia pale hamna kitu. Jamani wa ovyo. Akiwa na wewe anakuonyesha anakupenda, anakuonyesha kama wewe ni wa maana, wewe ni mtu mzuri. Akitoka akigeuka, akikuonyesha mgongo, umekwisha. Mtoto wangapi huyo? Ndio. Na hao tunao makanisani wengi. Sio kama unanielewa sawa sawa. Tunao makanisani wengi, yaani wanapenda kwa neno, si kwa tendo. Upendo unadhihirishwa kwa matendo. Jamani amina. Unadhihirishwa kwa matendo, si kwa maneno. Sema amina katika jina la Yesu. Sasa mambo gani utayaona kwa mtu aliyekuwa kiroho au amekomaa kiroho? Nataka niseme hapa. Vitu gani unaviona? Yaani ukimuona huyu mtu na ukaona hivi, unajua huyu amekomaa kiroho. Mambo gani haya? Kuna mambo ambayo yanaonyesha wewe umekomaa kiroho. Yanaonyesha umekuwa kiroho. Kuna mambo yanatafsiri ukuaji wako. Yaani kuna mambo ukiyaona kwa muamini yanaashiria kabisa huyu muamini amekuwa kiroho au amekomaa kiroho. Na hapa nikupe mfano, ukitaka kugundua hii, mtoto wewe umelea mtoto. Mtoto unapojua kama
amekuwa, unampeleka kliniki. Si ndio hivyo? Unampeleka kliniki. Na ile nesi yule kuna vitu anavicheki ili ajue kama mtoto anakuwa ama akui. Sio kama ninaelewa sawa sawa. Anaenda anamwangalia, anasema anapima uzito. Alizaliwa akiwa na kilo ngapi? Kilo 3.5. Tuseme. Si ndio hivyo? Kwa anatarajia baada ya mwezi mmoja, wiki ngapi, siku 3 4 wanaita wenyewe. Baada ya hizo wiki akute ameongezeka. Akikuta 4 ile na mama nyonyesha tu. Nyonyesha kula. Si unaelewa hiyo? Manake akiona kilo zimeongezeka anajua huyu mtoto anafanyaje? Anakuwa. Kwa hiyo kuna vitu kwa mtu aliyekaa kanisani tukiviona tunajua umekuwa. Unaelewa sasa? Na tusipoviona hivyo vitu tunajua wewe bado ni mchanga kiroho. Jambo la kwanza ni maisha ya kukaa ndani ya uwepo wa Mungu. Tukiona una maisha ya kukaa ndani ya uwepo wa Mungu, wewe umekuwa kiroho. Tukiona unapenda kukaa magotini kwa Bwana, unapenda mara zote, una shauku ndani yako, una hamu ndani yako ya kukaa uweponi mwa Bwana, hautaki kutoka hapo. Yaani muda wote una shauku ya kukaa, kuomba, kutafakari, kusoma, unakaa uweponi mwa Bwana, wewe umekomaa kiroho. Naongea na watu sawa sawa. Na ukiona kabisa hiki kitu hakipo kwa mtu, tunasumbuana. Njoo Jumatano. Njoo Jumapili. Njoo Jumapili, wai. Wachanga kiroho. Semeni amina. Amen. Zaburi 27 mstari wa 4 na 5. Zaburi 27 4 na 5. Neno moja nimelitaka kwa Bwana. Daudi anaandika hii Zaburi, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Angalia anachosema ule mstari wa 4, neno moja nimelitaka kwa Bwana. Maana yake kinachoanza hapa ni shauku ndani ya moyo wake. Ni shauku. Yaani huyo mtu aliyekomaa kiroho, aliyekuwa kiroho, unachoanza kukiona ndani yake ni ile shauku ya kutaka kukaa nyumbani mwa Bwana. Umeiona hiyo shauku? Anasema neno moja nimelitaka. Maana yake shauku inakuwa developed. Hamu inazaliwa ndani yake. Alafu kinachofuata ni nini? Ni ile hatua ya kutimiza ile shauku. Ambapo anasema pale, nalo ndilo nitakalolitafuta. Tuna Wakristo ambao wana shauku ya kukaa nyumbani mwa Bwana, lakini hatua hawachukui. Sio kama unaelewa sawa sawa? Tuna Wakristo wana shauku ya kumwona Bwana ametenda kwenye maisha yao, lakini hatua za kufanya Mungu atende hawazichukui. Sasa hiyo ni shida. Mwandishi huyu anasemaje? Nimelitaka, nalo ndilo nitakalo litafuta. Aliyekomaa kiroho, aliyekuwa kiroho, anatamani na ana shauku kila wakati na ana bidii ya kukaa nyumbani mwa Bwana. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo anasemaje? Nikae nyumbani mwa Bwana siku ngapi? Si siku moja, si Jumatatu hapana, si Jumapili hapana. All of my days. Nikae siku zote. Maana yake aliyekuwa kiroho tutaona nini? Tutaona ana hamu kila siku ya kusoma neno. Ana hamu kila siku ya kuomba. Ana hamu kila siku ya kufanya ibada. Yaani maisha yake ni ya ibada kila siku, kila wakati, awe nyumbani, awe kazini, awe mtaani, awe ofisini. Yeye ni hamu yake, ni shauku ya kukaa uweponi mwa Bwana. Huyu mtu amekuwa kiroho. Kama naongea na watu sawa sawa. Sasa angalia mstari unaofuata. Mstari wa 5. Mradi atanisitiri bandani mwake. Mradi atanisitiri. Kusitiriwa ni nini? Kuhifadhiwa, kufichwa. Ndugu yangu, nisitiri jamani, nisitiri. Ngoma ni aibu hii. Nisitiri. Umwambie jirani yako hiyo. Na Mungu leo huwa ana tabia kuwasitiri watu wake. Sasa anawasitiri ni akina nani? Ni wale ambao wanaketi nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yao. Anasemaje? Nitakaa nyumbani mwa Bwana
siku zote za maisha yangu. Ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake, imradi atanisitiri siku ya mabaya. Maana kuna siku ya mabaya inakuja, kuna siku ya taabu inakuja, kuna siku ya matatizo itakuja, kuna siku ya shida inakuja. Mtu wa Bwana, unahitajika usitiriwe na Bwana, unahitajika uhifadhiwe na Bwana. Njia nyepesi ya kutunzwa na kuhifadhiwa na Bwana siku ya taabu ni kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yako, ni kutafakari uzuri wa Bwana hekaluni mwake. Hapo Mungu anafanya, anakusitiri. Sio anaongea na watu. Unataka Mungu akulinde, akusitiri na aibu ulionayo. Una aibu kubwa mno kwenye nyumba yenu. Nyumbani kwenu kuna aibu ya ajabu. Unataka Mungu akusitiri, anza kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yako. Sio anaongea na watu sawa sawa. Si hapo kuomba Mungu nisitiri jamani. Hii aibu unaiona hii, nilinde, nisifaze, niponye, nifanye nini? Niinue, nifanye nibariki. Baba Bwana. Hiyo ndio chakula kigumu. Umeona sawa sawa? Kaa nyumbani mwa Bwana. Anasema ili mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya. Atanisitiri katika sitara yake na kuniinua. Jamani, hakuna kuinuliwa kama hujakaa nyumbani mwa Bwana. Wanaokaa nyumbani mwa Bwana na kutafakari, wao wanainuliwa maisha yao. Sijajua kama naongea na mtu hapa. Mungu atakuinua ukianza kukaa nyumbani mwa Bwana. Atakuinua katika jina la Yesu. Atakusitiri na wachawi, atakusitiri na mabaya, atakusitiri na kila anga juu ya familia yako pale unapoamua kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yako. Daudi aligundua hiyo siri. Kwa sababu Daudi alikuwa anafukuzwa, analala kwenye mapango, Sauli anamtafuta kila wakati. Daudi akawaza, akakumbuka kwamba ili nilindwe, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni utafakari uzuri wa Bwana. Nikae tu jamani, nile neno, nile maombi, nile ibada. Yaani nisikilize vile Mungu anasema. Nitulia hapo, atanisitiri. Sio naongea na watu sawa sawa. Naongea na watu sawa sawa. Kuna watu Mungu atawasitiri hapa katika jina la Yesu. Nasema kuna watu Mungu atawasitiri hapa katika jina la Yesu. Aibu yako itafichwa katika jina la Yesu. Bwana ataichukua aibu yako, atakusitiri na mabaya yote. Sema amina. Sababu naona watu ambao wanakuwa kiroho na kuongezeka kinaitwa polea. Aibu yenu Bwana anaichukua. Aibu yenu Bwana anaichukua katika jina la Yesu. Halo. Sio mbona nielewa sawa sawa. Uwepo wa Mungu, kukaa uweponi kunafungua fursa za baraka. Kunafungua fursa za kuinuliwa. Kunafungua fursa za kusonga mbele. Kunafungua fursa za kutawala na kumiliki kwenye kila eneo la maisha yako. Unachotakiwa ni kukaa magotini kwa Bwana. Usiondoke hapo. Okay, ngoja kuonyesha hii. Luka. Ngoja kuonyesha hii. Luka 10:38-42. Ngoja kuonyesha hii. Hatari ya mtu ambaye anakaa mbali na mtu ambaye anakaa karibu na Bwana, faida yake. Luka 10:38. Biblia inasema, ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani mwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu. Alikuwa dada yake anaitwa Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu. Angalia siri ya Mariamu hiyo, siri ya Mariamu. Siri ya Mariamu yeye ni kuketi miguuni pa nani? Pa Yesu. Ametulia miguuni pa Yesu. Akasikiliza maneno yake. Anatulia miguuni pa Yesu, anasikiliza maneno yake. Lakini anasikiliza Yesu anachosema. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Martha yeye sasa atulii sasa. Yeye Martha swala kutulia hekaluni mwa Bwana, miguuni mwa Bwana, hilo hapa. Yeye anahangaika. Kule na kule. Tuna watu wao ambao hawawezi kutulia nyumbani mwa Bwana. Wao ni kuhangaika tu. Ni kuhangaika tu. Maisha magumu duniani hapa. Vitu vimekaza, uchumi uko juu sana. Kwa hiyo anahangaika Jumatatu, anahangaika Jumanne, anahangaika Jumatano, anahangaika Ijumaa, anahangaika Alhamisi, anahangaika Jumamosi, anahangaika Jumapili. Akiamka amechoka, saa 4 yeye anakuja kuchelewa, anaingia saa 6 kasoro kanisani. Kwa sababu wiki nzima anafanyaje? Anahangaika. Kina mama